kwa watoto wa kike, kama umefikia level ya kupanic kuingia kwenye ndoa, my dear, kabla huja panic, jiulize hili swali, kwa nini una panic? Alafu kitu cha pili, angalia marafiki wanaokuzunguka. Yaani obvious utakuta asilimia kubwa ya rafiki zako wanaokuzunguka au watu wanaokuzunguka wanapiga story nyingi za kuhusiana na mambo ya kuolewa, au ni vitu ambavyo unakutana navyo kutoka kwao vinahusu mambo ya kuolewa, yaani mambo ya ndoa tu, kuoa. You see? Ingekuwa watu wanapiga story ambazo ni za kiuchumi maybe, maanake na wewe pia akili yako ingeji kwenye mambo ya maendeleo. Ungekuwa unafikiria hivi, mimi hapa nilipo natakiwa niwe wapi, nifanye nini? Yaani ungejikuta wewe mwenyewe obvious umejiengage kwenye ninatoka vipi kwenye aina hii ya maisha yangu au kwenye uchumi wangu. Kwa na wewe obvious unge struggle kwenye namna gani ya kujikwamua kiuchumi, namna gani ya kufikia malengo yako. Lakini kinachokufanya sasa hizo upaniki kuhusiana na mambo ya kuolewa ni kwa sababu ya rafiki zako waliokuzunguka au majirani, whatever, yani watu waliokuzunguka wamejiengage kwenye hizo story na wewe umezikunywa. My dear, nataka kukuambia, yani kadri siku zinavyozidi kwenda, tunakubali wanaume wanazidi kuwa wachache na watabaki kuwa wachache. That is obvious, kwa sababu hamna siku moja duniani ikatokea wanaume ni wengi. Kwa hiyo kitu ni huwa kipo. My dear, kama Mwenyezi Mungu amekupa nafasi ya kutimiza ndoto zako, just fight for yourself. Pambana. Angalia njia yako inaendaje. Wanaume wapo tu. Yaani fikia level ya kwamba unakuwa na mwanaume for reasons ambazo tayari wewe umejijengea na umeshajijua mimi ni nani, kwa unahitaji mwanaume wangu wa design 1 2 3. Sisemi uchague wanaume, lakini kila mtu ana criteria zake anazokuwa anaangalia kwa mwanaume, kwa sababu tayari utakuwa umejijua ni mwanamke wa aina gani. So hata ukipata mwanaume wako unajua ni mwanaume wangu naenda naye kwa style hii hapa. Just try that.